Kuna siku njema japo kijibaridi baridi tu cha hapa na pale, ila mambo ipo sawa sana huko shwari. Ukiniona niko ndani ya fulana, mwalimu atakuwa ananijuza kama hili ni fulana ama ni jampa. Jampa tunahitaji mwalimu? Ni fulana. Nipo kwenye fulana na hisi vizuri sana. Hali ni vile ilivyokuwa. Hafla ya michezo tumeshatamatisha. Najua michezo ya kuigiza tayari imeshatamatika. Ukimwona mwalimu Brian Whitkins yupo tayari na sisi, ni kwamba awamu ya kwanza tayari alishasema kwamba amekuepo State House. Alienda kwenye ikulu, ila alienda kwenye ikulu kutembea tu na kula madafu ya pale, akatoka mkono kavu. Yote 10, hayo 9 yote 10. Ni mmoja wale walimu ambao mwaka huu sio mwaka, katika muhula uliopita alipokuwa likizoni alikuwa ameniarifu kwamba hajatosheka na likizo, na atakuwa anatuambia mbona wanaongezewa mshahara na wana likizo nyingi sana. Tayari wamekuwa na likizo mwezi mzima. Kwa sasa wana likizo ya maandamano baridi. Wanagoma tayari, wameambia serikali kwamba siku 9 tu zijazo watakuwa sasa wana tatiza shughuli nzima ya elimu ya somo shuleni. Hujambo bingwa? Sina neno. Nimekuwa pale na kufuatilizia katika awamu ya kwanza, umesema mzima. Familia wa jambo? Hawana neno. Tuko sawa. Tunajaribu kung'ang'ana na maisha. Nyinyi mnang'ang'ana na maisha au nyinyi mnalipo kwa likizoni bwana? Tunang'ang'ana na maisha. Kuja pengine taswira kamili. Mwalimu ana likizo ya muda gani nyumbani bwana? Nyumbani. Kwa mwaka mnafanya kazi miezi mingapi? Si nyingi sana. Nyingi sana. Ambazo hamfanyi kazi ila mnalipo mwaka mzima. Wajua, ndio maana inaitwa permanent and pensionable. Kweli, kachi hapo. Permanent and pensionable wanapewa hawa ile ajira ya kudumu na kuendelea kufanya kazi, na hata wanapo staafu bado wanaendelea kula posho tu. Kule posho pole. Na kuna watu mpaka tuende hapa chini. Hapa chini tunaachia wale ambao walikuwa karibu na sisi. Wale bado. Next of kin lazima endeleze kukula hiyo hela. Na mnaandamana bado tu. Tunataka mnagoma. Shida ni kwamba hii ya uhai ndio ikiwa uhai hivi ndio si vizuri. 12% rais amesema mpewe. Hata tukipewa bado ni kidogo tu. Walimu wanalia kila kuchao, hata baada ya rais kuongeza bado wanalia. Wakati mwaka jana mlipokuwa katika mgomo baridi vile hiyo haikuwa baridi, ilikuwa mgomo hatari. Mgomo kweli kabisa. Na mkasema muongezewe ka kitu. Ikasemekana kwamba mlikuwa mmetupiwa mapeni. Tulihisi vibaya sana. Kwa nini tunataka hizo pesa? Hata wangewacha. Kwa sababu wajua wakikuongeza hivi hela kuna ile inaitwa taxation bracket. Unapata kwamba ulikuwa unaponea ile taxation bracket ya 1000 yako 30, 1000 yako 28 ulipewa, ukajikuta umeingia kwenye 30. Sasa hii kieka hii inarusha inakupeleka pale, wanakata zaidi ya hiyo kitu. Tulisikia vibaya sana. Tulihisi vibaya. Walisema kuna sehemu fulani katika Kigogo Majoka wakasema unatia na unaondoa mkono wa huku na kule. Ndivyo walimu wanafanyiwa. Na ndio pengine unajua nimekuwa najiuliza tangu mimi nakuwa mwanafunzi. Walimu wameishi tu wakigoma wakilalamikia mishahara duni. Sasa hizi ndio huyu mimi nimekuwa nafanya mambo yangu na familia. Walimu wale tu. Wajua wapi sasa nyie bado mnalia tu. Wajua nilikuwa ninaangalia payslip ya nesi. Nikagundua kwamba nesi hapo nyuma nesi alikuwa anapata mshahara mdogo sana. Nikagundua kwamba basic salary ya kwangu ni mara 2 ya nesi yule. Ya nesi. Sasa nesi ananichapia wapi? Huyu bingwa ako na hizo data allowances. Allowance yake moja peke yake 30,000. 30,000 no. Hii inaitwa risk allowance, kwamba anajiweka katika hali ya hatari. Anaweza akashikwa na homa. Na mimi unajua nasimama darasani. Na sauti pia natumia sana. Lakini si nyinyi ambaye mnafunza physical education, standing allowance. Standing allowance nataka wale hata wabunge wanapewa sitting allowance, kuketi. Sasa kusimama dakika 40 kila somo kuanzia asubuhi mpaka jioni na kuketi kwenye bunge. Na anafaa pewa allowance. Inaweka sitting ama kustand. Anayeketi anafaa pewe allowances kwa maana hatumii jasho sana. Mafuta yanazidi kumjia na anaweza kashikwa na hiyo tu mambo ya allowances.
wanachaji. Walimu wakipatiwa allowances nzuri, pesa zao si mbaya. Allowances. Sasa allowances tunapewa sisi ni ya nyumba tu na commuting ile ya usafiri. Alafu na nini nyingine? Alafu nyingine tunalipa SHA, tunalipa housing levy. Tunajengewa nyumba sasa hivi. Yako iko Mombasa yako? Mombasa sijui nitaishi lini huko. Anaitwa Mwalimu Brian Whitkins, mwalimu mwandishi na vile vile mfia lugha, mwalimu wa shule ya upili ya wavulana ya St Peter's Mumias. Mara sio moja amekuwa anatufana, ni mwasisi vile vile alijiunga, siwezi sema sana ni mwasisi, lakini hakosi kuwa katika ile bracket ya wakuu wa shikadau wakuu wa kipindi chetu cha dawati la lugha. Mwalimu bora sana kulingana na tujifunzeni awards mwaka 2025. Hiyo tulisema tutaisema na tutawakumbusha, tukizidi kuwakumbusha kila wakati. Mwalimu ambaye amechukua hatua ya kufunza wanafunzi, ya kufikia wanafunzi kupitia mitandao ya kijamii. Asante sana mwalimu, karibu. Shukrani. Ili tuweze tukawafaa wanafunzi. Naam. Maandalizi ya mtihani wa KCSE mwaka 2026. Najua tunamesalia mwaka mmoja kuweza kuangazia masuala ya KCSE. Alafu ndio tuende grade ya 12 tayari, ili tuwe tunazamia pale pakubwa. Lakini kwa sasa hatuwezi kuacha wewe mwanafunzi wa uliye kidato cha 4 tayari washasajiliwa. Kidato naam, walisajiliwa muhula jana. Japo huwa usajili kipindi kinakuwa mrefu kidogo kwa sababu kila wakati yale majina yanaletwa kutoka NEC Nairobi, yanakuja katika shule, mnapitia kuangalia iwapo majina yalitumika vizuri, picha ambazo zimewekwa zipo sawa, wanatia sahihi. Kwa hiyo bado kuna kama sehemu mbili ambazo zimesalia katika usajili huo usajili. Lakini wamesajiliwa tayari, walishafanya sahihi ya majina yao yalifanya kabla tuenda nyumbani sehemu ya kwanza. Kwa hivyo nadhani kufikia Juni yao itakuwa imeisha. Kwa sasa basi ni vizuri kuwaita watahiniwa kwa maana tayari washaenda. Sasa hivi ni watahiniwa. Kwa watahiniwa wa kidato cha 4 tupo hapa kuhakikisha kwamba nyote mahali mlipo mnapokea mafunzo ya ziada. Najua wengi Jumamosi na wakati wa kufanya usafi chuoni na ule muda wa kupumzika, lakini shule nyingi tunashukuru sana, hasa eneo la magharibi, wameamua kukumbatia dawati la lugha. Sasa hizo wanafunzi wameketi kitako, wanamsubiri mwalimu Whitkins Odeo akiwa na Hiran Mugaisi kuweza kuwafanya watu wetu tumewaandalia nini bingwa. Maandalizi ya karatasi ya 3. Japo tuwezi sema kwamba hao ni wanafunzi wetu ambao wapo, na nimejua kwa nini nazungumzia hivi. Katika muhula wa kwanza tulikuwa tujawagusia pakubwa, tumekuwa tunafanya masuala na grade ya 10. Watahiniwa kidato cha 4 karatasi ya 3. Wacha tuwakumbushe katika karatasi ya 3 KCSE 2026 wanafaa wawe wanategemea nini? Sehemu ni zile katasi ambayo imekuwa ikibadilika kila wakati kwa sababu wajua katasi ya 3 imekuwa na kuna mnyama anaitwa lumbwi. Ana tabia kubadilika kila wakati, kwamba ukiwa unafikiri kwamba lumbwi atakuja katika njia hii, anabadilika, anachukua mkondo mwingine tofauti. Kwa hiyo sasa hivi baraza la kutahini mtihani jaribu kusema nini? Jaribu kusema kwamba katasi itapitwa na mwanafunzi ama walimu ambao watakuwa ni makini sana na watakuwa wanaangazia kila kitu katika fasihi. Kwamba hakuna chochote ambacho anasema kwamba hiki ni kinyepesi, na pia vile vile awe mwalimu ambaye ana macho ama tuseme ni maono ya ndani sana katika karatasi, kwa sababu wanabadilisha masuala fulani. Mwaka jana kwa mfano sehemu ya swala lazima waleta tamthilia ya Bembea ya Maisha. Wakawa japo tulikuwa tumezungumzia haya masuala mengine hapa, lakini watu wengi wanajua tukizungumza walikuwa wanaona kana kwamba hivi vitu tunasema, lakini huenda ni ile tu tunasema kwa sababu lazima ni sehemu ya fasihi. Lakini hawakuona kama kuna uwezekano kweli baraza mtihani mtu akaketi akataini. Walichukua kwa mfano hili swala la mbinu rejeshi.
mfano wakasema kwamba swali ambalo lilikuwa na alama nyingi sana lilikuwa kwamba tathmini nafasi ya mbinu rejeshi katika kukuza tamthilia ya Bembea ya Maisha. Ukweli ni wanafunzi katika ripoti ya kusahihisha utahini, wanafunzi wengi katika maeneo tofauti nchini hawakuona chochote pale. Walipata giza tutoro. Naam, wakaenda katika sehemu ya hadithi fupi. Mambo ambayo tunazungumzia hapa kila wakati, lakini watu wengi kwa sababu hawajakuwa kijitahini. Unajua shida ni moja, walimu wanatahini mtihani yao. Mwalimu, acha nikuchachawize kidogo. Na tuanze pakubwa, tuachane na karatasi upande wa mtahiniwa. Huyu mtahini na wewe ambaye unaenda kusahihisha, ambaye walimu ambaye hadi sasa mnalalamika hamjalipwa. Ripoti yenu wakati mnaangazia ile skima na kwa sasa si ni utathmini mnafanya. Kwa utathmini huu je, ripoti hii ya pengine ikitoka kwa NEC wewe inapewa walimu shuleni ili wajue ama ni hawasomi ama hata wakipewa hawasomi. Na kuhakikisha hata sasa hivi tunazungumza asilimia kubwa hawajaona hata ripoti ya mwaka jana, hawajaona na tena huenda hawataiona. Na ni bidii ya nani hiyo? Mwalimu, sio NEC. NEC ishatoa ripoti hiyo ikitoka inaenda wapi? Ikitoka inakuwa kwenye ile tuvutia lakini vile vile pia unaweza ipata ile kwa hard copy. Kama utaitafuta. Kuna shule nilikuwa naziona mpaka watu wanaenda kama kiongozi wa somo HOS, head of subject, kama kiongozi wa idara. Wanazichukua mpaka wanapiga chapa, wanaziweka kwenye maktaba. Lakini bado watoto hawasomi. Nani anafaa kusoma? Ni mtoto ama ni mwalimu? Mwalimu anafaa kusoma kwa sababu ukienda darasani unafaa kujua kwamba ripoti inasema nini. Na pia mwanafunzi ambaye ni bora anafaa pia aangazie, aulize mwaka jana ni nini hasa kilitokea, na katika kusahihisha swali gani lilikuwa na utata, NEC inasemaje, watoto walikosea wapi. Yeye mwanafunzi ambaye anaenda kufanya mtihani anapaswa kujua. Lakini kama hata kusoma asomi, hiyo atataka kujua kweli? La. Kwa hivyo wajua tunawalea wanafunzi ambao wanakaa kama makabeji. Lazima walimu tuelewe hilo na tukubali. Na pia tuelewe basi kuna walimu makabeji pia. Ndio wako makabeji, lakini sasa ambaye anazungumzia ni kwa sababu wanafunzi wakati wetu sisi, wewe ulisema mwenyewe hapa kwamba ukiwa unasoma ilikuwa ni bidii yako. Watu ambao walikuwa wameiva sana fasihi walikuwa sawa fasihi. Ni watoto ambao wanajituma. Sasa hivi tunapozungumza wale wanafunzi hawapo. Na shida ambayo ipo sasa ni walimu pia wanafanya kazi yao kawaida kwamba anaingia, anafunza, anatoka. Na ndio tatizo lipo sasa pale. Wanafunzi ambao tunawalea na kuwakuza ni wanafunzi ambao nilisema hapa, ni wanafunzi ambao hawajitumi, hawajielewi sana na ambao wanajielewa ni wachache, na tena bado wakijielewa tena hawana ule mshawasha wakitaka kujua zaidi, kwamba wameachia mwalimu hiyo kazi. Lakini sasa mwalimu kama pia amesema kwamba yeye atafanya yake ya kawaida, sisi kwa tunaambiwa 30% ndio ya mwalimu, 70 ni mwanafunzi. Shida ambayo ipo sasa hizi ni kwamba wanafunzi wanataka 100. Kama si 100 na kuita mwalimu ambaye afanye. Tuanzie wapi bingwa? Na ni wakati gani pengine huyu mwanafunzi anastahili kujua kwamba 30% ni ya mwalimu na 70% ni yake, na muda ule wote ambaye hapo naye anafaa kujizatiti ili kuweza kupata ile 70%. Tunaanzia kuambia hawa wanafunzi wakati gani pengine? Nadhani ili swala litakuwa limepita tu mipaka ya Kiswahili peke yake. Kwa sababu au mwanafunzi ambaye hajitumi sana utapata ni masomo yote. Kwa hivyo imepita mipaka ya somo moja. Ni masomo yake kiujumla. Sawa, ni walimu wote pamoja na yeye. Sasa kitu ambacho nadhani shule ingefanya kwanza, ambacho sisi tumejaribu kufanya kule, ni tujaribu kufanya kitu tunachofanya create a culture. Kwamba uunda tamaduni fulani na tamaduni fulani ya wanafunzi kuanza kujituma na kujikuza wenyewe. Kama kwa mfano nilikuwa nakwambia kama leo ni Jumamosi. Na saa 8 pale wale jamaa watakuwa wanafanya reading. Wanasoma set books peke yake lakini ni Kiswahili. Kesho Sunday ni reading lakini Kiingereza. Kwamba tu unamlazimisha kwa njia zozote zile kwamba lazima wewe usome. Tafuta njia usome. Kesho wewe lazima ukasome. Hata unajua kesho ni 2 hours. Utakuwa unasoma. Na mwalimu sasa nisiposoma utafanya aje? Utajionea tu, utasoma.
Na unajua kwa nini atasoma? Kwa sababu Jumatatu tuko nao. Akiwaambia Jumatatu tuko nao. Jumatatu saa 8. Kuna kitu chuma mzito kinashuka. Naam. Sufuri tu lazima asome. Na sufuri ukipata leo saa 8 mwanafunzi lazima atasoma. Kwa hivyo bora kutana na chuma. Kwa sababu asipofanywa hivyo na kuhakikisha ila na hatasoma. Au wanafunzi hawawezi wakasoma. Utapata 2%. Wanafunzi 3-4 darasani yatasoma. Kuna wanafunzi sisi wakati wetu kwa wanafunzi unachukua kitabu unasoma mpaka mbele. Kama hata mjaanza set books. Hivi vitabu teule hamjaanza kusoma. Lakini kuna mtu tayari alishasoma. Alijua anafaa asome, ashaambiwa mwaka huu tunasoma hivi vitabu. Amechukua kitabu mwenyewe amepitia ajue tamaa ile. Wakati wewe upo darasani ukifungua kitabu mwanafunzi anajua. Sisi sasa hivi hao wanafunzi unafungua kitabu na hao na wanafungua. Mkianza Mangwasha alianza siku mzima, pia ndiye anasikia mara kwanza Mangwasha alianza usiku mzima. Na wakati unafika mwisho na yeye ndiye tena naye amefika mwisho sasa. Anangoja uchambuzi wako akamilishe. Haiwezi. Sasa walimu lazima watafute njia ya kusukumana, na hiyo utafanya tu iwapo unamshawasha na ari ya kukipenda na kukienzi Kiswahili. Iwapo unaenda matokeo mazuri kama baadhi yetu, utatafuta njia zote, uwe mbunifu, utafute njia ya kusukuma wanafunzi. Kwa sababu wakati baadhi yetu sisi tunasema kwamba wanafunzi kupita mtihani ndio fahari yetu. Sisi wengine tumekuwa hapa kwa sababu ya nini? Matokeo ya wanafunzi. Kwa tathmini yako mwalimu, wewe ni mwalimu ambaye umejitoa kwenye lile kapu la makabeji pengine ushasema. Umeangazia ripoti. Naam. Umewaona wanafunzi wako na mimi nashukuru sana kwa maana huu ni mwaka wa pili tangu wewe unajiunga na St. Peter's Mumias. Sijui kama umeshakamilisha mwaka au bado ni miezi kadhaa, kwa maana najua ulijiunga katika muhula wa pili wa tatu Machi, kumaanisha tayari mwaka umeshatamatika. Na ukinielezea kwamba wanafunzi wako ulipokutana nao na darasa lile ilibidi mwanzo uweze kuvalia magwanda ya kukabiliana nao sana, na ikawa ni afueni walipofanya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2025. Uliweza kujivunia na ukasema kweli hapa nimepiga hatua, na hata ukaniambia katika ule mwezi wa Aprili na Machi kuendelea ulikuja ukasema hapa nimefanya kitu na nahisi kuna kule kuweza wanafunzi wameweza kuchukua mkondo mpya. Bingwa umeangalia tayari ripoti. Wanafunzi wako mwanzo tukianza kuzungumza kabla ni kuchichawizi tayari ulikuwa umeshaniambia kuna masuala ambayo wewe tayari ushaona kwenye ripoti. Na ukaniambia kuna wanafunzi sehemu fulani walikuwa wanapata giza kabisa. Pengine kwa wale wanafunzi, kwa wale walimu ambao wana nia kama yako, wana uwezo kama yako kujituma, ni nini mwanafunzi anafaa kufanya wakati ule, au ni mikakati gani mwalimu anafaa kuweka ili kuhakikisha kuna mwanga sehemu hizo kwa wanafunzi? Jambo la kwanza na pengine tunazungumzia kidato cha 3 na kidato cha 4. Nadhani jambo la kwanza ni kwamba kwa mara ya kwanza ushairi huko na tatizo sana. Kwa mara ya kwanza ripoti inaipatia clean bill of health ushairi, kwamba kama si ushairi wangeangamia kama wote. Kwa hiyo ushairi ambao watu wamekuwa wakiogopa wengine ndio iliwaokoa wanafunzi. Katika fasihi andishi, mwanafunzi ambaye alikuwa hajaelewa kitabu na hajazoea kupewa maswali ambayo anataka yeye kufikiria aliona pabaya. Na kitu kimoja ambacho walimu wanafaa kufanya sasa hivi katika fasihi andishi, hata achia mbali maswala ya kusoma, waelekeze wanafunzi namna ya kujibu maswali. Kuna wanafunzi walionekana ambao wana ueledi wa kitabu, lakini jinsi ambavyo alikuwa akiandika majibu yake hangepata chochote. Kwa mfano tu, kuna vipengee kama vipengee vya mandhari ambavyo tumekuwa tukizungumzia hapa kila wakati. Kuna swali ambalo lililetwa kutoka kitabu cha Fabian Muthama, nilitamani, ya mandhari, alama 10. Swali ambalo kulingana nawe mwanafunzi kwa mandhari ya fai, yani amepewa mboga sana. Ajabu ni kwamba ripoti inanionyesha kivinginevyo. Kwamba watoto wangu hawakuelewa. Watoto wangu wa darasa la lugha hawakuelewa jinsi ya kujibu swali la mandhari. Kwa sababu ya kitu kimoja tu, walikuwa hawataji mandhari yenyewe. Swali lilikuwa la kijinga kabisa. Tathmini nafasi ya mandhari
katika kukuza hadithi nilitamani. Hilo swali lilikuwa mbaya kwa sababu halikutaja mandhari ya wapi. Kwa hivyo wakati unajibu swali lazima utaje sehemu. Kwa sababu mandhari ni tofauti tofauti. Sasa wale jamaa wakitengeneza maagizo walisema asiyetaja mandhari ya sehemu inayorejelewa tanbihi wa sufuri. Ati tanbihi. Naam, alimu mayai ya kienyeji. Ya kienyeji. Na mwenye alipewa hiyo nafasi naye akafanya vile ilifaa kwa sababu aliteremka. Akawa kwamba afai kulalamika kwamba hajalipwa. Anafaa ngoji kwa maana alikuwa na kazi rahisi. Aliteremka. Ndio bingwa ambaye anakuja kuwaletea walimu tabu. Aliteremka sana. Ukasema ni inverted v. Ushauri wakati anasumbukana huku kusoma vina vya ndani na nje. Huyu alienda kabisa. Wamesema ataje mandhari, hajataja. Mandhari hajataja. Mayai ya kienyeji yanachemka tu. Sasa shida ilikuwepo kwamba huyu mwanafunzi huenda alielewa kabisa mandhari tofauti tofauti na akaelewa jinsi mandhari yanaathiri kazi ile ya fasihi. Lakini sasa hakutaja. Wajua mandhari kuna maswali aina mbili. Kwa mfano unaweza ulizwa tathmini nafasi ya mandhari ya kanisani alipo Mangwasha katika kukuza riwaya ya Nguza Jadi. Hilo swali limekufunga katika mandhari ya kanisani. Kwa sababu utaje mandhari. Lakini mwanafunzi huyu hapa alikuwa kwanza na upeo mkubwa sana kwa maana angeweza kuchagua mandhari kadhaa tofauti. Kama ilikuwa tu mandhari nafasi ya mandhari katika kukuza riwaya, hiyo lazima taji. Mandhari ya kanisani aliko Mangwasha yanakuza kitu fulani. Mandhari ya kotini au mahakamani lazima taji mandhari ambayo inarejelewa. Shida ilikuwepo pale. Na karatasi ya tatu shida yake niyo moja kwamba ukipotoka kidogo unawezekana kwamba kutoka juu mpaka chini wewe tumekuzika. Sasa kulikuwa na hilo swali. Swala jingine ambayo lilijitokeza, walibadilisha. Najua baraza kutaini. Sasa kama hivi tunavyozungumza, kuna mwalimu pengine hajui. Kwamba sasa lakini mwalimu sipendi, kwa nini unasema sana kuna walimu hawajui? Kwa sababu kwa sababu nakwambia hivyo ni kwa sababu kuna hiki kitu ambacho kimebadilishwa. Wajua kikawaida hata kwenye dawati hapa tulikuwa tunazungumzia kikawaida, tumekuwa tukizungumza kwamba wakati wanasaisha kazi ya umuhimu wa mhusika unarejelea vipengele ngapi? 6. Naam. Utarejelea kwa maudhui, utarejelea plot, dhamira ya mwandishi. Hiyo ndio imekuwa kanuni kama kawaida. Naam. Na sisi tulileta hiyo kanuni. Ni hiyo baraza la kutaini mtihani. Naam. Mwaka jana kwa mara ya kwanza wamebadilisha. Kanuni ni zile lakini sasa walifungua kwamba mwanafunzi hata anaweza zungumzia maudhui mara 7 akijirudia iko sawa. Kwa hivyo swali lilikuwa shida moja alama 10. Badala wafanye 5 kuzidisha 2 kwa sababu vipengele ni 6. Wakaweka alama moja. Kwa hivyo kulikuwa na kujirudia. Kwa hivyo ungepata jibu la maudhui limesahihishwa hata mara 3. Hicho ni kitu ambacho kimefanywa mara ya kwanza mwaka jana. Sasa kumaanisha wale wanafunzi ambao waliandika 3 4 ama wakijua tu akapata 4. Ndio maana tunasema kwamba hivi ni vitu ambavyo lazima watu wajue. Naam. Sasa kuna mtu pengine hajui hilo lilitokea. Na kwenye ile ripoti wamesema kwa sababu gani? Na unajua sasa sisi NEC ndinaamua utaini sheria wao ndio wanatunga. Sasa hadi sasa mwalimu yeyote hafai kusema kwamba hajui. Hafai kusema kwamba ni yule mwalimu ambaye alishafikia ripoti. Lakini kama hujafikia kweli wewe hujui. Ndio maana nasema kwamba wakati huu wakati unawaandaa wanafunzi katika umuhimu wa msemaji, almradi swala halijamfunga. Unajua kuna njia mbili ya kutaini umuhimu wa msemaji. Waanza kuambia tu eleza wazi. Eleza umuhimu wa msemaji fulani. Kama ni Mangwasha, eleza umuhimu wa Mangwasha katika kukuza riwaya Nguza Jadi. Hilo swali lilikuwa mwaka jana. Na walitaini mara ngapi? Mara 3. Kulikuwa na udhaifu wa NEC pale. Katika sehemu ya riwaya wakaleta hilo swali la umuhimu. Tena katika sehemu ya hadithi fupi wakaleta umuhimu. Tena katika tamthilia wakaleta umuhimu. Kwa hivyo concept moja ikatainiwa mara ngapi? Mara 3.
Kwa hiyo mwanafunzi ambaye ubaya ni mmoja, mwanafunzi ambaye alikuwa na shida nayo concept akawa na mbona NEC pengine wafanye hivyo? NEC wanajua mambo yao. Hamna sheria inasema usitahini vile ipo. Hamna. Though sisi tunasema kwamba katika maendelezi ama pengine hapo kuna uwezekano wanafunzi watainiwa waliopita waliona giza, sasa wakaupia bado wakarejeshwa kuelezwa. Wajua wataini wao wanakuwa na vitu tofauti ambavyo wanataka kuangazia. Na ujiulize mbona wakati wamebadilisha sheria katika usahihishaji na ndio wametaini mara 3. Walitaka kuona ama kufanya, nadhani kutoa tu kasumba kwamba karatasi ya 3 watu wajue kwamba tuko sisi kama NEC tuko hapa, si ati tupo kwa sababu mara 3 na inamaanisha kwamba mwanafunzi ambaye alijaribu akafanya hapa angekimbia sana, kwa sababu swali ni hili bado. Hata nadhani mpaka alikuwa anasema NEC kwani wajinga aje, wanatupatia hii tena hii sasa ni kazi rahisi. Lakini shida pia bila kujua, shida ukasema kwamba wengi wao walikuwa wanaangalia kwa kukosa, walipata, lakini sasa shida ni alama zilikuwa zinafika. Alama zilikuwa, lakini sasa kwa maswali mengine mawili haya angawa walijaribu kufikisha, moja ilikuwa alama 6. Sasa hii alama 6 walipata yote, zile zenye alama 10 alama 10 na 8 hii walipoteza alama 4 na 2, jumla alama 6. Alama 6 nyingi sana kwa mwanafunzi ambaye amekalia mtihani wa kitaifa. Nyingi sana. Sasa kuna hilo swala ambalo lilibadilika. Swala jingine ambalo tuliona kwa uwazi likiwa linaleta utata kidogo ni jinsi maswali yalikuwa yakitainiwa, hasa maswali ya mbinuishi. Kwanza tumeshapata na kuangazia kwamba wanafunzi ni kutojibu maswali ipasavyo. Namna ya kujibu maswali ilikuwa inawapa tabu sana, hasa katika fasihi andishi. Shida nyingine maswali sasa. Mbinuishi ni nini? Mbinuishi ni maswali ambayo yanamtaka mwanafunzi ambaye amesoma kitabu, sababu tunakuhakika kwamba wanafunzi wamesoma kitabu. Katika kufikiria unajirudisha nyuma kufikiria kitabu kilikuwa kinaangazia nini, unatafuta jibu, unaandika. Kwa hivyo ni swali ambalo si wazi, lakini inatarajia kwamba utafute mbinuishi. Kwa mfano nichukue dondoo ya Mangwasha kwamba aliwaza usiku nzima asipata hata lepe la usingizi. Starehe ya usingizi itoke wapi iwapo vurumai zile zimetea mahangaiko, dhiki. Sasa ukishasema hivyo na nikuulize kwamba eleza mikakati anayetumia ama mikakati anayotumia anayerejelewa katika dondo hili. Mangwasha aliwaza, kwa hivyo alitoa Mangwasha. Aliwaza usiku nzima asipata hata lepe la usingizi. Huyu mtu ni nani? Lazima ujue ni eleza sasa mbinu anazotumia anayerejelewa huyu. Katika kufanya nini? Kujikwamua kwenye matatizo yanayomkumba. Alama 12 ama 15. Wajua pale lazima uangalie Mangwasha anafanya nini. Kwanza wamekupa only ni nani ndio umjue. Kwani pale ukienda nje zaidi tena ama mwingine akwambie anairejelewa pamoja na jinsia yake. Sasa iwe kwamba ujue kwamba ni Mangwasha ni mwanamke. Sasa wanawake wote katika kitabu wanatumia mbinu gani? Sasa pamoja na jinsia yake. Kwa hivyo ni yeye na wengine ambaye ni mwenye jinsia yake ya kike. Kwa hivyo wale wanawake wenye pasoma kitabu wanatumia mbinu gani? Sasa mbinu kama zile wajua hazipo moja kwa moja. Hazipo moja kwa moja. Mfano mwingine tena tu katika bado sehemu hiyo ukirudi katika zile ni mbinu ambazo utazipata darasani, lazima mwenyewe ukiangalia kama Bembea ya Maisha wakuambie kwamba usizichezee akili zangu hizi, ni kama sumako. Elimu yetu ilitiliwa bezo lakini ina akili. Wewe unajua ni nani alikuwa anazungumza? Huyo ni Sara. Sasa ukiulizwa mbinu anazotumia msemaji na jinsia yake, inamaanisha ni Sara, Neema na Asna. Ili kujikwamua katika matatizo yanayowakumba. Matatizo yapi? Matatizo ni mengi sana. Sasa kama Sara ni mgonjwa, anafanya nini? Anaenda hospitalini kutafuta matibabu. Hiyo ni mbili. Kujikwamua kwa matatizo ambayo yanamkumba. Asna anaogopa kupigwa katika ndoa. Kwa sababu anasema kwamba mama yake anapigwa sana. Alitumia mbinu gani? Anaasi ndoa. Kwa hivyo tu kuasi ama kukataa ndoa. Hiyo tu kuasi na kukataa ndoa ni njia mojawapo anayotumia huyu Asna kujikwamua kutoka kwa matatizo ambayo anafanya nini? Yanamkumba.
Aya, waweza pata mtu kama Neema bado kutafuta kijakazi. Matatizo yake ilikuwa ni kwamba anafanya kazi mpaka muda mrefu, anachelewa kurudi nyumbani. Kwa hivyo alijikwamua vipi kutoka matatizo ambayo yanamkumba? Tafuta nani? Kijakazi ambaye ni Bella, au anafanya nini? Anamtunza Leni. Unajua hivi vitu vyote ni akili ya kitabu. Sio darasani. Sasa baraza kuteni mtihani nikita maswali kama hayo, waona sasa matatizo yanatoka. Na ni tangu lini baraza la mtihani limeanza kuchukua mkondo huu? Miaka takriban sasa 4 sasa. Kumaanisha huu sasa sio mfumo mpya. Ni mfumo ambao tayari umeshakita mizizi. Na shida tu ni moja, ni kwamba iwapo wewe si mtu ambaye una uzoefu wa kutahini, huwezi ukajua mwaka huu utafikiria nini. Sasa lazima wewe unafikiria kama hao. Kwa maana mimi nilishangaa kuna wakati fulani niliona, na samani wewe mwanafunzi kwa maana sikuweza kukufaa kwa sababu nilihisi kwamba sio ndio, kwa maana mimi nimetangamana nawe kwa muda na nimepitia mitihani ambayo wewe mwenyewe umeweza ukatahini na nimejua mwelekeo, na mimi nashukuru sana kwa maana wanafunzi wetu ndio wanatufaa, na baadaye wanasema mtihani kumbe ulikuwa karibu hivi, mwelekeo wa maswali yalikuwa yanaelekea hivi kama ilivyotahiniwa katika dawati la lugha, kumaanisha sisi tunapeana mkondo sawa ambao ulipo. Lakini mimi kwa wewe mwanafunzi ambaye ulinitumia ujumbe kuniambia nikupe ufahafu wa anwani, na sawa wakati mwingine vile vile ukaniambia pia jalada unafaa nikuelezee, na nikakosa kukujibu kwa maana nahisi huo sio mkondo ambao kwa sasa umekuwepo, kwa maana mimi nina muda. Hata mimi wakati nafanya mtihani wangu sikuwa na hilo swali la jalada na sikuipata. Sasa nahisi kwamba huo mfumo sasa haipo, na hiyo ndio vitu ambavyo kama wewe mwanafunzi unafaa ukwe naye basi ikuwe ni masuala yako ya ziada kiakili kuliko utake kuelekezwa masuala ya jalada. Mwalimu, bado unahisi tunafeli katika utaini huo au kutoa maswali katika njia hiyo? Sio kwa NEC, kwa baraza la NEC, shuleni. Shule zimefeli kwa kiwango kikubwa sana. Tathmini ambazo walimu wanapatia wanafunzi, mimi nitaanzia pale. Mwanafunzi akiwa amezoea kufanya mitihani ambayo imekuja katika njia fulani, huyo mwanafunzi huenda hata fungua mawazo yake. Hata wengine wengi wakifika kwenye mtihani wanashtuka, wanashangaa, sababu tangu aanze kufanya mitihani, sababu shule kwa mitihani inapeana shuleni, tangu aanze kufanya mitihani shuleni hajawahi fanya karatasi ama maswali kama haba anayaona hapa. Kwa hivyo swali ambalo tunafaa tujiulize ni je, ni lazima wewe kama mwalimu ujitahinie mtihani? Iwapo kama unaona kwamba una uzoefu, fanya utafiti. Tafuta, kuna shule nyingi. Iwapo upo katika shule ndogo, ashakumsima tosi. Upo katika shule ndogo kwa mfano, jaribu ulize shule fulani walitahini mtihani wao unakaa vipi. Kwa hivyo angalia vigezo ambavyo walitumia, kisha sasa uone kwamba na hata si hiyo shule tu. Tutoka mambo ya shule sasa. Kwa sababu hakuna utasema shule fulani wamesema wao ni shule kubwa, kutoka katika shule. Si kuna karatasi za KCSE ambazo zimetangulia. Si jaribu keti uangalie kwa miaka 3 ambayo imepita walikuwa wanatahini vipi. Kisha wewe kaa chini. Tumia mfumo. Tumia mifumo yao, au uangalie vigezo vya kisasa vya kutahini, kisha keti tunga mtihani. Mwalimu anafunzwa kutengeneza utathmini wote ule. Wanafunzwa kiujumla katika chuo kikuu. Ile tunaita Bloom's taxonomy, kwamba when you are assessing, wanasema unaangalia vitu vipi wakati unatunga mtihani, na mtihani bora ni mtihani ambao unakaa vipi. Kwa maana nimegundua, nauliza hivyo kwa maana nimegundua katika kaunti hii yetu ya Bungoma, hasa mjini hapa, ninajua maduka kadhaa ambao wanauza maduka ambayo yanachapisha tu mitihani, yani wale, na ikanishangaza kwamba na wakati fulani nitakuja na hisi tutarejelea hasa utathmini wa kwa wanafunzi wa JSS hawa na grade ya 10. Naona walimu wengi sana wanasema hawaelewi cha kufanya kwenye mitihani. Sasa nashangaa wewe kama mwalimu ambaye unafunza uelewi, huyu jamaa wa kupiga chapa hapa ambaye anakuuzia mitihani anaelewa? Ndio nahisi, ndio maana nimeulizia hiyo, pengine nahisi ukisema kuna huo mazoea mwalimu
anafaa kuanzia wapi bingwa, pengine ndiye awe na hiyo uzoefu. Umesema tayari aanze kutafuta mitihani ya KCSE, pengine awe na marafiki shule wanafanyaje, shule wanafanya namna gani, na ni hadi lini mwalimu anafaa kufanya hivyo bwana? Anafaa aanze mapema. Kwa mfano mimi huwa nasema sijawahi nyima mtu hekima au maarifa. Ningekuwa mimi kweli ninanyima watu hekima au maarifa, kwa sababu nikija hapa kwenye kipindi cha Dawati la Lugha, jambo la kwanza ni kwamba tunafaa tufanikishe kipindi. Naam. Ningekuwa nakuja kufanikisha kipindi kiujumla. Lakini nadhani katika kipindi hiki nimejaribu sana, hasa wakati wa KCSE. Iwapo tunaweza kuzungumzia kitu na kije kwenye mtihani, inamaanisha mimi si mchoyo wa kupeana maarifa. Na iwapo kama najua kitu fulani basi nitakisema. Kwa hiyo shida ama kasumba ambayo ipo ni aidha walimu wenyewe hawajali kwamba kitu ambacho kitakuja kije tu. Unajua baadhi yetu sisi kama sasa hivi tunazungumza, baadhi sisi hatulali. Kila kama muhula huu tumeanza, kwa mfano tunafanya launch of revision wiki ya 3 kwa masomo yote. Sisi tunaanza revision wiki ya 3. Tayari mshakamilisha. Tumechelewa kwa sababu kwa watu wa jamaa wa sayansi kuna masomo mawili ambao wamebakisha mada moja. Tunataka wamalize. Kisha itakuwa hafla. Wazazi wataalikwa shuleni. Waje tuwaambie sisi tumemaliza syllabus, tuweke launch ya targets, tuambie tunaazimia kupata hili na hili katika kila somo na kiujumla, na hii kazi itakuwa weekend moja. Na hii kazi tunaanza sasa Jumatatu rasmi. Sasa wajibikeni kama wazazi. Sasa ni darasani, ni kufanya marudio, mitihani, kufinya mahali ambayo ile gray areas nilikuwa nakwambia, kwanza mambo ya gray areas sasa, na kufinya hapa na pale. Sasa ni kwamba unafaa kwanza uanze kuwa na mshawasha wa kutaka kupata matokeo mazuri ambayo haipo. Mimi kama sasa hivi ninazungumza, kuna jamaa anaitwa Mtali Chesebe, mwalimu mkuu wa Tenwek, pia ni mfia lugha sana. Huwa anaandika makala nini, lakini ni principal. Lakini anaenda paka darasani wanafunza. Halali pia kabisa. Yeye yani anapenda Kiswahili sana. Sasa Tenwek, jamaa wa Tenwek huwa anasema kitu kimoja hata kwenye kongamano. Tukienda na Tom Kimbaraza kuna muda pale, alikuwa akisema waulize wajuao. Hata kwenye yeye akianza kupeana maneno yake pale akiwa anaelekeza watu, kwa sababu pia huwa anazungumzia shule tofauti, walimu katika hafla na warsha, yeye atakuambia kitu cha kwanza kwamba waulize wajuao. Akasema hata mimi ninauliza, kwa maana nafahamu wajuao. Mimi ni bora kabisa, najua masuala ya insha. Yeye kwanza sana huwa ni mtaalamu wa insha. Mimi nikitaka kuuliza chochote sasa hivi insha, niseme najua vitu vingi kwenye insha, lakini nikitaka kujua zaidi sitauliza mtu yoyote. Nitamuuliza Mtali Chesebe. Kwamba kwa ile ambayo ninayo ninajua, nataka kuongeza nyingine, kuna mtu lazima nitamuuliza. Si mtu yeyote. Kwa sababu nilitumia kauli yake na nikaona inafanya kazi kwamba waulize wajuao. Kwamba wewe unakuwa unajua hiki, lakini kuna wale ambao wanajua hicho kingine, waulize wale. Walimu waanze kujifundisha kufanya utafiti na kuuliza. Na shida iko kutajitathmini kwamba tukibadilisha jinsi ambavyo tunatathmini karatasi ya 3, utahini wa karatasi ya 3, tuanze kuelekeza wanafunzi maswali ambayo NEC inataka wafanye, au wanafunzi wataanza kuimarika. Lakini tukianza kuuliza atieleza maudhui yafuatayo: 1, umaskini, alama 10; 2, wajibikaji, alama 10. Mwanafunzi akienda kwa mtihani amezoea tu anataka mbinu. Eleza sifa za Sara, alama 6. Imeisha hivyo. Eleza jinsi Sara inavyojitokeza katika kitabu, alama 10. Akienda kwenye mtihani anakutana na swali linalohitaji akili, anashangaa. Anaambiwa eleza matumizi ya mbinu ishi, katika mbinu rejeshi katika kukuza. Anashangaa mbinu rejeshi sasa itoke wapi, lakini anaijua. Ama plot. Anapata fafanua mandhari ya Pondamali katika kuwajenga wahusika mbalimbali. Kweli anajua mandhari, lakini kuwajenga hana taarifa tena mbalimbali. Na alama pale amekewa nani. Akijaribu sana anafikiria mmoja, na hiyo mmoja bado ni ya uongo. Sasa waje ni ya uongo. Wale mtu kabisa naona muda wetu unazidi kutupa hiyo matari kwamba utaini. Sasa tukijitayarisha kufanya huu mtihani, jambo la kwanza baada napatia wanafunzi pamoja na walimu kwamba tutafute ripoti ya baraza la kutaini mtihani. Na tuisome ripoti kikamilifu. Na ripoti yoyote ile katika kuandika insha, ripoti na mapendekezo.
Ripoti ya NEC ina mapendekezo. Sio ripoti tu. Mapendekezo. Wanakupatia hali halisi. Ya taswira kitu kilichofanyika. Na unatumia takwimu, numbers. Asilimia fulani ilianguka, asilimia fulani, wanafunzi fulani walifeli. Wako mpaka na takwimu. Kisha wanakuambia tunapendekeza walimu wafanye nini na wanafunzi wafanye nini. Na wakishasema hivyo ni wazuri tena kwenye mtihani. Watatahini tuone kama ulifanya venye walikuambia. Alafu sisi tuko hapa tunapiga kelele, tunasema NEC ni mbaya. Tukija hapa tuseme soma kuhusu jinsi ya kuzuia ajali barabarani, unasema si tuliona mtihani. Kuna wale ambao waliona mtihani na tunawajua, wasiwekelee ripoti ya baraza la mtihani chini. Kuna wale waliona. Ila tunashukuru sana mwalimu kwa kutenga muda wako na kuhakikisha kwamba utathmini ambao umesema wewe sio mchoyo wa hekima na sio mchoyo wa kupeana maarifa. Na ndivyo tunapenda. Nashukuru sana kwa maana sisi tumepata yule ambaye ana muda, unatenga muda kwa ule muda wako mwingi wa kwa St. Peters Mumias. Tayari mnaanza kushughulika, umesema mshakamilisha masomo, kitu ambacho mko kuanza kudurusu na kunaanza rasmi na kujiandaa rasmi. Sasa tunaona mitihani mingi sasa ndio tunaanza kutaini sasa. Na tunashukuru sana kwa maana wewe ni mwalimu wetu, wewe sio mwalimu pekee wa St. Peters, wewe ni mwalimu wa dawati la lugha, na dawati la lugha una wanafunzi wengi. Na nashukuru ulisema wanafunzi wako wa dawati la lugha ilibainika kwamba waliona giza kulingana na ripoti fulani kwa kutojibu maswali ipasavyo. Kukamilisha bingwa, pengine maneno yako ya mwisho, alafu tuweze kufunga kipindi, na natumai pengine kuanza juma kesho au katika misururu ambaye tumeselea vipindi tayari. Najua umekuwa na mwendo mrefu sana kwa darasani. Sasa mitihani upande wa kutengeneza utathmini, najua vile wanafunzi wetu watafaidika zaidi kutokana na tathmini hizo ambazo tayari umeshazitengeneza. Tutaanza rasmi, turatibu kuanza rasmi matayarisho ya KCSE 2026 ama unaona muda bado? Muda umefika kwa sababu ni vizuri waanze mapema ndio waanze kujielekeza tu. Mula wa 3 mara nyingi ndio tunafanya, lakini mambo ni mengi sana katika mula wa 3. Alianza kujirekebisha mapema. Ndio maana sisi tunaanza muhula wa pili mapema. Muhula wa pili marudio, misururu ya mitihani itakuwepo, insha na masuala mengine mengi tunafanya kule shuleni. Kwa sababu sisi tukifanya mtihani hata wa kawaida kama muhula wa kwanza, unapata tulipata alama za chini. Wanafunzi wengine nyumbani walikuwa na alama ya 6.4. Lakini si hata tukuchukulia kama kitu, tulijua tu hii tutatengeneza nyumbani tu, tutatengeneza tu hii kidogo. Kwa hivyo 6.4 hiyo itageuka itakuwa 10. Njia ya kuigeuza kuwa 10 ni huu muhula wa pili. Kufunza ni sehemu nyingine ya maandalizi, lakini sasa kitu ambacho tunafanya baada ya kufunza hapa pia ni kitu cha kimsingi. Sasa sisi tunaanza rasmi masuala yetu majuma mawili kuanzia sasa ijayo. Kuanzia sasa tunaanza hilo swala. Kwa hivyo tuna tu juma la kesho na juma lingine. Jumamosi au juma nyingine tutakuwa tunafanya nini? Hiyo hafla ya kuzindua. Nasema wazazi watakuwa tayari wamesharatibiwa kuja shuleni. Na pia vile hao pia watuambie maono yao ni yapi, wanaona tuazimie nini. Sisi tu tunaazimia. Unajua uzuri sisi tuna washikadau wote. Hata wazazi tunawauliza mnataka tupanie kupata nini. Wanafunzi washakuambia azma yao. Sisi wenyewe tuna yetu, malengo yetu. Sasa ni wazazi zamu yenu. Watoto wamesema hiki, walimu wamesema hiki, nyinyi mnaona vipi? Na sisi tumejiandaa hivi. Nyinyi mna nini la kusema? Asante sana mwalimu. Maneno mazito ila ya ukweli. Bila malengo watu wapo. Na tayari mshasema ingawa mko vile katika mgomo baridi na kutatiza masuala ya elimu, lakini malengo yenu ni yale. Wewe mwalimu ambaye upo tu kule kwa baridi unasema shaha haifanyi. Kuna na ulimwengu, utafunzwa na ulimwengu. Kuna wengine wenu wako darasani kuhakikisha kwamba wanaafiki malengo yao walioweka mwaka ulipoanza, wakati walipokuwa wanaingia darasani. Usiwe yule mwalimu ambaye unaenda na upepo.
pepo. Tunajua matatizo yapo, lakini vile vile wakati upo sawa, jikakamue, fuata kanuni, fuata ratiba, na vile vile wafae wanafunzi wako, ili pia wewe nawe jamii NEC wasipokupenda au wizara ya elimu isipokupenda, jamii ipo na wanafunzi. Hakuna kitu kizuri kama unapotembea barabarani alafu mwalimu unasikia mwalimu wangu yule. Mimi kwanza wanajua wale wananitaka nikutana nao mpaka wote wameniweka jina. Juzi nimeona wengine wakija ile clearance shuleni pale. Wakifika hivi hata wengine huko unawafunza kwa darasa lao. Sasa unajua hawezi kuja kufanya clearance, wanakuja kwa afisi huko juu. Sasa wanakuja wanakuita hapo, wanakuambia mkuu. Wanakuita mkuu. Mkuu vipi? Ambia salama. Sasa ingekuwa makosa sana kama singepitia hapa kukusalimu. Kweli ingekuwa furaha kabisa hiyo. Siku zote nakushukuru. Wewe kama mwalimu unahisi kuna kitu unakifanya. Kweli, acha sisi tutamatishie pale. Huyu mtani wangu tunazungumza mengi zaidi, tunaweza tukazungumza hadi kupitiliza tulivyoweka. Anaitwa Mwalimu Brian Whitkins, mwandishi, mwalimu na vile vile mwalimu bora nchini, hata pengine sio nchini, mwalimu bora Afrika Mashariki, kwa maana ni yeye ambaye ametuzwa na Tujuane Awards 2025 kama mwalimu bora sana wa Kiswahili katika mitandao ya kijamii. Na yupo na tunazidi kuona fahari kabisa sana na tunasema mwaka huu akiitisha tena bado tunawalambisha sakafu wale wengine kwa mpigo. Tunahakikisha kwamba kila kitu kiko sawa na kiko sawa. Tunamshukuru sana kwa kuzidi kutufaa, kwa kuzidi kukuza data lugha na kukufaa wewe mwanafunzi. Cha msingi ni kwamba kila wakati kama mwanafunzi tupo hapo kwa sababu yako. Tuna uwezo wa kufanya kipindi tupitishe muda, lakini je, wewe umenufaika kutoka chochote? Na hisi leo kwamba imekuwa ni zamu yako wewe mwanafunzi na mwalimu. Kwanza mmeweka malengo. Je, mwalimu wako ameweza kupitia ripoti ya NEC kuhakikisha mnapata mkondo sawa? Na je, mchakato mzima wa kuhakikisha unapata alama bora katika KCSE 2025 imeanza kutekelezwa? Iwapo kama bado wana majuma mawili kuweza kuanza kudurusu rasmi, naomba wewe mwalimu wako aweze kutamatisha na aweze kukupa muda ule sawia, ili mtakapofika muhula wa 3 na kuanza kufanya mtihani upo tayari. Asante sana Kevin Kibet kwa kuelekeza kipindi hiki. Kumbuka kipindi hiki unaweza kuzipata katika mitandao ya kijamii, YouTube channel West TV Live, Hiran Mugaisi na pia vile vile Brian Whitkins. Tutakuwa pale, ukiweza search utapata. Kuwa na siku njema hadi Jumamosi ijayo.